Matendo ya Mitume 16 mstari wa 6. Mwalimu Chigega atayarisha ile Luka sura ya 4 mstari wa 1. Wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Walipofika kukabili Misia, wakajaribu kuenda Bitinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. 8. Wakapita Misia, wakatelemkia Troa. Paulo akatokewa na maono usiku. Alimuona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Amen. Twende Luka sura ya 4 mstari wa 1. Luka 4 aya yake ya kwanza. Ya kwanza peke yake. Nasoma kwa Yesu Kristo. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Yordani. Akaongozwa na Roho Mtakatifu siku 40 nyikani. Amen. Amen. Muinulie Yesu makofi ya shangwe, tufundishe neno la Mungu. Kwa sababu tuna programu zingine baada tu ya muda mchache hapa, tutakuwa wafupi kidogo leo, tulagane kwa neno hili asubuhi ya leo. Amen. Wapendwa katika Yesu, na wapenda kwa moyo wa amani. Amen. Mtu hawezi kuwa malaika, lakini mko watu wazuri. Mungu awabariki. Nasema tena Mungu awabariki. Nasema Mungu awabariki. Zaidi ya ile, siachi kutumia neno hili la shukurani kwa baba mchungaji mmoja. Hii kuna katakata. Semene mzima nitakata mikrofoni. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tunatumia nafasi hii kuleta shukurani kwa baba mchungaji pamoja na baraza yote ambao wametuvumilia katika ziki na taabu nyingi. Tulikuwa hapa wiki ya pili, leo tunaenda ifunga. Kwa ajili ya ile tunasema Mungu asante kutuleta Kabuye asubuhi ya leo. Na tunasema asante kwa baraza yetu ya kanisa. Kwa ajili ya ile, Mungu awaweke kwa ajili yetu. Amen. Tuseme amina. Amen. Mimi ni Nehemi Raja, nimetokea Golgotha Telecom. Mungu amenipa neema kwa mhubiri wa habari njema. Lakini nilitamani kusema hivyo asubuhi ya leo. Ni kweli nilikuwa hapa siku 14 na leo nakamilisha siku ya 14. Ninashukuru sana Mungu kwa sababu lile aliloliamuru tuliseme kwa madhabahu, tumelisema kwa amri ya Mungu. Wewe ukichukua kama ni vita, bakale karota kutoa pale. Lakini mimi najua kama nimehubiri neno la Mungu, na wakupona amepona. Amen. Na wakufa hata umtie mfuko atakufa tu. Atusaidie Bwana Yesu. Atusaidie Bwana Yesu. Tangu Jumatatu tumeanza fundisha juu ya Roho Mtakatifu, nuru kuu ya kanisa. Amen. Tumeanza sema juu ya somo hili, na tumeanza ona baadhi ya viwango vya Roho Mtakatifu katika maisha yetu sisi. Nimeanza sema juu kiwango cha kwanza cha kumpokea Roho Mtakatifu. Kiwango cha pili ni cha kujazwa Roho Mtakatifu. Kiwango cha tatu ni cha kupakwa mafuta na Roho Mtakatifu. Na kiwango cha 4 ndio nitaongea asubuhi ya leo kwa kufunga mawiki yangu mawili ambayo Mungu amenipa hapa. Amen. Tuseme amen. Amen. Kiwango hiki ni kiwango kikubwa kuliko viwango vyote. Amen. Ni kiwango cha kuongozwa na Roho Mtakatifu.
Mkutano wote tuseme kuongozwa na Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Unaweza pokea Roho Mtakatifu me haujajazwa ule Roho. Unaweza jazwa me haujawekwa mafuta na ule Roho Mtakatifu. Amen. Na unaweza pakwa mafuta lakini uongozi ya Roho Mtakatifu inakushinda. Amen. Abarikiwe Yesu Mwokozi. Ni kweli mu maisha ya kanisa lazima tuelewe hivi. Kuna watu hata tuwafungie kamba kushingo hawawezi badilika. Nasema hivi, kuna watu hata tuwafungie kamba mshingo, tutie na lijiwe juu yao, tuwatupe mlake Kivu, tuwatupe inje teso kanisa iko nayo. Naona sikia tuko na shola hauwezi uza mikrofoni. Hivi vinapunguzaka uwepo ya mtu ya mhubiri. Amen. Unasirika kwanza unaenda makini unaleta ya $200 unatia mkanisa. Saidia mwana wa Mungu. Ni kweli kuna watu hata watundikwe hawawezi badilika. Mulugha yetu ya asili wanakuwa na adage wanasemaka hivi. Mtu mwenye ataoa mbaya na kuolewa mbaya hasikia kishauri. Papa nitengenezee. Sikia kwa sikia hapa. Mwenye ataoa na kuolewa mbaya hasikia kishauri. Amen. Lakini pia na mwenye atajenga mbaya naye hasikia kishauri. Na mwenye atauza gari ya mbaya naye hasikia kishauri. Na wa mwisho mwenye atakufa hata mwambie busha ingia utauza mega kesho, acha utajiconnecte kesho, amua aende nje vendeze atafute mega na njoo kwenda kufa. Amen. Sasa asubuhi ya leo nitaongea juu ya kiwango cha kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hii ni moja ya hatua za kabambi na za mwisho zenye Roho Mtakatifu anatumika na watu katika kiwango cha kuwaongoza. Amen. Kuongozwa na Roho Mtakatifu ni hatua ya kumpa Roho Mtakatifu nafasi ya kwanza katika kila jambo utalitenda. Amen. Katika kiwango hiki cha kuongozwa na Roho Mtakatifu, njoo wengine walipona mauti msafari katika kiwango hiki. Kuna mtu alitaka voyager, akasikia zamiri zinamwambia bakia. Amen. Kubakia nasikia après 1h gari angeenda amu ilifanya accident, watu wote walikufa. Katika hatua hii njoo Roho Mtakatifu aliepusha wengine na mauti zingeliwauaka. Amen. Tuseme amina. Amen. Tuseme amen. Amen. Mkutano wote tuseme amina. Amen. Muibada hakuna kitu kinapita kufurahi. Juu hata unungunike hautapunguza Mungu. Amen. Amen. We kulala njala na kukula havitishi Mungu. Haleluya. Unaweza fisha na Mungu angaliki Mungu. Nyumba inaweza lungula na watoto wanalungulia ndani na Mungu atabakia Mungu. Kwenye nilionaka huyu mzee kuna makusudi ni hapa. Mtanisamee afya yangu haiko nzuri tangu jana madisetere. Sasa kwenye nilionaka Mungu kuna makusudi. Mtu anafisha bwana, anafisha bibi au watoto. Lakini siye tunayala moyo wa majonzi makubwa. Lakini utasikia wanasema hivi, mbele tutaenda zika, msimame tumsifu Mungu. Aye wote anapokea sifa wakati sisi tuko tunalia. Wana wazee huyo angekuwa mwanadamu kama hatuenda mshauria. Lakini yeye ufishe watu yote mnyumba wake wewe peke atasifiwa. Tena watamsifu na maiti ziko pale. Ndio maana umshangilie tu Yesu kwa makofi na vigelegele ni papa.
Hakuna namna kanisa litakuwa salama kama halijafikia hatua hii ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hakuna namna. Usalama wa kanisa mpaka tumpe Roho Mtakatifu nafasi. Amen. Na mafundisho hii ya Roho Mtakatifu ilipotea sana makanisa yetu. Na ndio maana leo, na hii nakwambia tena uielewe asubuhi ya leo, bila Roho Mtakatifu hakuna unyakuo. Kunyakuliwa kwa kanisa mpaka Roho Mtakatifu awepo. Manake bila Saint Esprit kanisa halitoki chini. Amen. Kitu pekee kenye kitanyangula watu kuwapeleka mawinguni ni Roho Mtakatifu. Mwenye hata kuwa naye atabakia hata kama alikuwa mzee wa kanisa. Atabakia hata kama alikuwa mwimbaji shemasi kama vile mwinjilisti. Paske mbingu haiko cheo. Mbingu ni kuzitumikia. Amen. Zamani sana, miaka ya nyuma kama 10 ilipita, nilikuwa najua mie ukiombewa huduma unaanza ushemasi, uinjilisti, mzee wa kanisa mpaka kwenda kwa mchungaji. Maana vile unakuwa na mwana 90% kwenda mbinguni. Njoo nilikuwa na wazaa zamani. Hapa nyuma njoo nilikia jua kumbe mbingu ni zetu si wote. Mwinjilisti anaweza zikosa, mwalimu wa ekodime anazipata. Amen. Na hii uelewe tena. Mungu mwenye aliita mchungaji Baliwa njoo Mungu mwenye aliita mwimbaji wa ile korali. Naona mnanungunika? Avipiti vile. Mungu mwenye aliita mchungaji Baliwa Mwasa njoo mwenye aliita mwalimu wa ekodime. Njoo mwenye aliita huyu mko anapiga drum hapa. Engagement zetu si wote Mungu zilitoka biro moya. Fasi za kazi njoo tunapishana. Vinasikilika vile? Njoo maana unapokuwa mkanisa tumikia Mungu pale kwenye uko na uaminifu wote. Na utalipwa kulingana na kazi ulifanya. Haiko cheo za kanisa njoo zitalipa watu mbingu. Ni uaminifu yenye ulitumia pale kwenye ulikuwa njoo itakulipa. Mwenye nasikia ile aseme amen. Njoo maana kuna tofauti kati ya kuwa mwaminifu wa sepaki na mwaminifu wa Kristo. Mtu anaweza kuwa mwaminifu kusepaki, haja kuwa mwaminifu kwa Kristo bado. Maana yake uelewe hivi, wokovu hayatutengeneza kuwa bashirika ya sepaki. No, hapana. Wokovu haijatutengeneza kuwa bashirika ya selpa au katolika osebeka. Hapana. Wokovu imekuya kututengeneza kuwa kondoo za malisho ya Kristo. Amen. Kuvala nguo ya sepake sikutishi. Amen. Mbona msemi amina? Kutia logo ya sepake kuveste isikutishi. Tunahitaji matendo yetu ifanane Kristo. Mwenye nasikia ile aseme amen. Mimi najua leo amina itakuwa kidogo sana humu, lakini basi twende vile tuone tutaangukia. Amen. Na hizi ni moja ya alama kubwa ambazo zinajimanifeste ndani ya mtu ghafla anapoanza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hizi ni moja ya alama kubwa. Alama ya kwanza, lazima utajifunza maisha ya kuanza kusamehe. Sema nawe kusamehe. Ongea kwa nguvu, kusamehe. Moja ya kitu Roho Mtakatifu anafanya anapoanza kutuongoza
anatuumbia maisha ya kuanza kusamehe watu wengine. Na hapa nataka nifundishe kidogo asubuhi ya leo. Kusamehe sio ombi. Muagano jipya kusamehe ni shurti. Amen. Tuko pamoja kule nyuma? Nasema hivi, kusamehe sio ombi. Haiko mpaka bakunegosie usamehe mwingine. Muagano jipya kutaka, usipotaka utasamehe. Pia kusamehe ni kujisaidia si. Unaposamehe haumuongezei Mungu kitu. Wewe njoo unajisaidia unaposamehe. 3. Moyo wa kusamehe ni ishara ya shukurani juu ya kazi ya msalaba. Sio tu kwambia Mungu nimejenga, nimeolewesha, nimeolewa, nimeuza gari, sijui na vingine hivyo nashukuru Mungu. Lakini njia nyingine ya shukurani ya kabambi mwagano jipya, jua kusamehe wengine. Inaafishe moyo wa shukurani kuliko kushukuru nyumba na gari hapa. Kwa sababu Wakolosai 3:12 anasema hivi: kama vile Kristo alivyowasamehe ninyi, na ninyi hivyo hivyo wasameheni wengine. Manake unapokataa kusamehe unadharau kazi ya msalaba. Kuna mtu anasikia vile anasema? Unapokataa kusamehe unadharau kazi ya msalaba. Make njia mojawapo ya kupatia msalaba uzito ndani yetu, tusamehe wengine. Amen. Ndio maana nimeongea hapa juzi nikasema, kuna mtu mkanisa yeye macho yake inaonaka tu vya mbaya, hayaonaka vya bien. Kila kia kukukorishe anakia korishe mabaya tu. Suseme kwanza na mazuri. Amen. Mbele utaongea mabaya ya mtu, angalia na mazuri nyaliwahi kukufanyia. Tusikuwe na macho ya kuona tu vya mbaya, tuone kwanza na vya mzuri. Na kuna mtu unaweza mchukia haana makosa, inawezekana bali kuexplikia habari mubaya. Njoo maana leo unamuona ni mtu mubaya. Njoo maana kanuni nyingine ya Biblia inasema hivi: uliza kwanza mbele utajije. Amen. Kuna vitu tuko tunavijije na hatuyauliza. Inawezekana wewe mwalikwambia wenda alikuya kwa hali ya kuchonganisha ule mtu kwako. Ukiuliza utapata habari zaidi ya yenye walikwambia. Amen. Hakuna mtu mubaya na ni mubaya kuliko shetani kama mtu mwenye haana roho ya kusamehe. Ni mubaya kuliko shetani mkanisa. Kitu kinaua makanisa yetu leo, kinazoofisha makanisa yetu, kinamaliza nguvu za rohoni makanisa yetu, kuwekeana kuroho. Mwenye nasikia ile aitike tu amina. Kuwekeana wapi? Konfli ya 2012 ungali na hiyo mroho mkristo. Banu tuache fantezi mkanisa. Siku zetu tunaikala ndani zinakimbia kama upepo. Kuna siku utaenda tengeneza na mwenzako, unakuta yuko anatoa jeneza yake mnyumba wanaenda muzika. Ndio utajua kuweka konfli utaenda nayo wapi. Mtu mwenye una resiste kumsamehe leo, kuko siku utaenda mloma msamaha kwake, unakuta ibada ya kilio njoo anafanya kwake. Paske tuko mdunia leo, tuko sale, tuko mubisi. Kila mtu kuna kituo yake ya kushukia. Si kama mnaelewa ile? Kuna mwenye atafika Feu Rouge anashuka. Kuna mwenye atafika Place de la Paix anashuka. Mwingine kumeri anashuka. Mwingine kusonance anashuka. Kila mtu kuna kituo yake. Kama haujui kituo yako ni ya wapi, samehe wengine. Na ni moja ya vitu vitaima watu mbingu makanisa yetu, kutokusameheana. Na mwingine akitaka tengeneza na mwingine, mpaka kwanza explique conflict si ilianzaka. Njoo ayue samehe sasa. Mimi mpaka mbele nisamehe mpaka nipakule roho yangu. Vyote viko mrango vitoke. Si usamehe bila kuongea. Amen. Ame kwanza interese watu ile vita baijue kisi bilikuwaka. Mtu wa Mungu anaweza samehe na haya explique chochote.
Na unaposamehe mwenzako, mkumbatie, mwambie Yesu akija leo wala kesho twende mbingu. Sikineshia pale. Amen. Kanisa tusiposameheana tutakosa maisha ya mwili na ya uzima milele, tutaikosa. Hii usikie, usisikie, hii imetumwa kwa ajili yako. Unaona kanisa zote leo mvile ya Bukavu, haiko tu Kabuye, ila niko Kabuye leo, ndio mimi naongea Kabuye. Tabia hii ya kutosameheana inatengeneza hipokrisia makanisa yetu. Njoo inazala unafiki sasa. Inazala wivu. Inazala kuchafuana na inazala roho ya kulipa kisasi. Amen. Tuseme amina. Amen. Roho hii njoo mnatokea wivu, kulipa kisasi, kuchafuana na makonfli na unafiki. Chanzo ni kutosameheana. Mimi nakwambia ukitaka ukumbuke makosa mtu alifanyizia yako, hauwezi msamehe pia. Njoo maana naambia watu hivi, kama tumekoseana hapa kanisa Kabuye, tulombane msamaha hapa na tumalizie hapa. Vitu vya kanisa haviko vya kwenda madiva zenu msalomo na viongele masalo zenu. Haiko kanisa tena ile. Kanisa kama tunakoseana, tuikale hapa, tutengeneze. Kama roho azitiki kusameheana bila kuambiliana makosa, tuambiliane makosa na tusameheane. Haviko vya kutoka hapo kanisa viende kala masalo za watu. Mwanze jadili mambo ya kanisa, ni laana. Amen. Tuseme amen. Amen. Ni laana. Napenda mtu moya muagano la kale, anaitwa Joseph. Joseph amenibariki. Bandugu yake walipokuya kutoka Kanani, banafika Egypte, balipokuta Joseph akabangalia, akagundua kama bale ni bandugu yake. Amen. Mwa ile salo mulikuwa batumishi ya mafarao. Yusufu akajua kama mimi nataka tengeneza dossier ya familia mie na bandugu yangu. Nikiruhusu watu ya mafarao babakia hapa, batajua kama ndugu yangu waliniuzishaka. Akawaambia mtoke nje mwe wote. Bia mimi nataka ongee ni vya familia. Kama tulikoseana, tuikale en famille tubimalize. Haleluya. Kama tulikwalana hako, tuikale mfamille turepare bishi. Kama ni kubaraza, tuikalie kule na vimalizikie kule. Bisitoke kule viende kwa watoto, vinaleta konflikt mkanisa. Bona amina napunguka. Hivi vitu vya kanisa, ukiona tunaanza deborder, tulikuwa mkikao ya watu wazima mkanisa, wewe unatoka nende kale tena na familia yako kwako, unaanza na arebe vilipita mkikao ya kanisa, unalaaniwa. Na hakuna mpagani zaidi ya huyu. Joseph akaambia watu wa mafarao mtoke tena mwende ku distance. Alipoona wametoka akafunga milango. Akaangalia ndugu yake. Unajua mtu mwenye alitenda mabaya iko capable kusahau mbio. Mwenye alitendewa hasaulikaki haraka. Njoo maana unapotenda mabaya kumbuka kama sisi hatuwezi sababu mbio mbio. Njoo maana kusamehe, kuko mwalimu moya wa Greek aliandika akasema hivi: kusamehe sio kusahau. Kusamehe ni kunyang'anya roho ya kulipa kisasi ndani yako. Maana ndaweza bakia nakumbuka kama ulinitendea mabaya lakini sina ile uwezo wa kulipa tena mabaya. Njoo maana kusamehe. Njoo maana usifanye sambla sema huyu kaka ni Mkristo, ashasahau. Sijasahau. Nimeondoa tu roho ya kukulipa kisasi. Lakini mabaya ulitenda na ikumbuka. Joseph akaambia ndugu yake, mimi ni Yusufu mlieniuzisha. Joani akasemaka nyingine akamwambia mwewe ndio mniuzisha. Alipoona mkifulero tunataka kifufu. Sio mumashi wanaita na kirega. Ile kufulumia
Kasikia kwa sababu mtu unasikia mtu analilia kwa ndani. Mtu kwa sababu mwenye machozi haitoki lakini kuna fulumia bisirani. Joseph akaenda pengama pembeni, akalia saa 3 minutes. Alipomaliza akarudia tena. Sasa leo nataka ndio kumacho, tena machozi kamkamata. Kuko saa hapana kulialia mbele ya watu. Haiko kila mtu ko capable kuchunga aibu yako. Kuna wengine ukilia mbele yao unajiaibisha. Mtu wa Mungu hali yake mbele ya kila mtu. Kumbuka kama tunazungukwa na watu wenye wanapenda machozi yetu ionekane kila siku. Njoo raha yake yeye. Joseph akaenda lia, aliporudia akatengeneza na ndugu yake. Dosie kaishi. Anaitengenezea mfamii. Meweye. Bie tuliongea kwa kanisa. Mtu wa jamaa anakuwa tusimamisha mnjia tuulize. Mwache kudanganyana mkanisa. Tufanane Ukristo. Acha wanafiki mkanisa. Kuko madosi zingine ziko napita mkanisa, tunaongea tunazaa bilishi. Unashangala pre demo mtu wa familia na kusimamisha. Sasa mwe kanisa, mama yetu akikufa, mtamkula nyama. Mjamaa watu wote hawaokoki. Ndio maana unapoanza piga mtu vita mkanisa, angalia nyuma yake banani banamzunguka. Eske mnanielewa? Iko ajabu hii. Mnanielewa? Ndio maana nao mlozi moko hapo. Mbele utaanza loga mtu, angalia nyuma ya mtu banani bako nyuma yake. Kuna wengine bako nyuma yetu ni wapagani lakini ni ndugu yetu. Mkianza kutuchokoza batalamuka nabo. Ndio maana maire de la ville wa Uvira ni pasteur wa Branamiste. Anasemaka neno kilio, anasemaka hivi. Mkubwa yangu ni chef kutimie. Entourage yote ya ndugu yako hakuna Mkristo. Wote ni washirikina. Ukiniloga mimi, unaangasha vita na washirikina ni ndugu yangu. Yeye anasema vile kumilio. Ndio maana mbele utaangasha vita na mtu, angalia nyuma yake banani wako. Usifamie watu mkanisa, utamalizisha familia yako. Hivyo useme amina, nyamaza sasa. Unaema uchawi ingine kwa makanisa yetu ni ya kienyeji tu. Uchawi ya desordre. Juu tulitona mkanisa unapenda unipande kukichwa, hapana. Tuingie mkanisa ibada kisha uende kwako na mimi niende kwangu. Haiko juu tuko mkabuye njoo ujue na maisha yangu yote, hapana. Ibada na isha uende kwako niende kwangu. Tukutane hapa kesho tena. Kuimba kwaya moya haiko njoo rezo ya kufuatiliana maisha. No, sitaki vile. Kuchangia ministeri haiko njoo rezo ya kufuatiliana maisha. Tumalize vya kiroho hapa, tuachane hapa, uende kwako na mimi nishuke kwangu. Kama una rezo ya maana na kuleta kwangu, bakia kwako. Hata useme amina, niko nakufundisha. Unajua makanisa yetu kuna problem. Juu tuko wajakazi, si wote mchuma maombi. Unapenda ufike kwangu, si akwambia ongea mafiga, uishaenda hako. Unaenda fanya nini hako? Ndakuto. Kwa na mipaka, wokovu lazima kupatie mipaka na vitu fulani. Basi wokovu inakupatia ruhusa maisha ya watu? Hapana. Uyo mkanisa licha ya kwamba tuko wa Kristo sote, tunakunywa meza sote, tunaziziana viwango mkanisa. Kuko basomi bako mkanisa, bengine bako na maupako mkanisa, bengine ni bakubwa kwa miaka yetu mkanisa, na wale wote tuwaheshimu kulingana na niveau zao, na badwae bako mkanisa. Mpigie makofi ya shangwe nifundishe kidogo hapa. Na ndio maana ziko njia mingi za kutafuta amani. Ziko njia, sema na wewe, njia mingi za kutafuta nini? Amani haitafuti tu kwa kunyamaza. Kuna amani juu ikuye, lazima mpigane. Yes. Utanielewa tu, ngoja nifundishe. Utanielewa, ngoja nifundishe.
Amen. Sikufundishi mie ujambazi hapana. Na kufundisha Biblia. Kuna amani juu ikui, lazima mpigane. Mwenye atapiga mwenzake anaheshimia mwenzake. Sunaona hata hii mizanye kwa nchi yetu leo ni juu ya kutokupana nafasi ya kupigana. Mnaelewa niko nataka kusema? Kuna mtu mwenye ukiingia naye mtere mpigane tangu ile siku na anakuvulia shapo. Ndio maana kuna amani juu ikuye, lazima upige mtu kichwa. Akisikia vinyengelele vinamtembea mwili, kesho atakusalimia jambo gra. Na ndio anaambiaka watu hivi, maombi ni vita. Kuna mchawi kama hujamtandika sawa sawa maombi, atakuzoea. Simama takatisha paka kikoona mnjia aseme mama shikamo. Ulimtandika sawa sawa maombi. Kuna amani iliichi, lazima tupigane. Ndio maana Elia aliambia Ahabu, naona hii mizaa yenye Baali anaanza fanya Muisraeli na hii maashera mnajenga Karmeli. Solution pekee, twende mashindano. Mwenye atashinda aheshimiwe. Suseme amina. Mwenye atashinda aheshimiwe. Tulipita mtoto si wote. Tulikuwa na vikundi zamani vya watoto. Unakuta ba jeune garçon ya quartier na wale quartier bilikuwa hii miaka ndio sivionaki. Banapanga maringe za makomba. Sio mlivisikia na mwe vile? Banda pigana mtere. Benye watatandika wenzao, wanaheshimia wenzao. Kuna amani ili ije, lazima mpigane. Mwenye atashinda mwingine nguvu, anaweka mikono juu. Amen. Nani anasikia neno? Kitu cha pili, njia ya pili ya kutafuta amani. Kuna amani ili ije, inalomba tuikale tuzungumuze. Kuna mtu hata umpige haitiki kupigwa. Unaona kesho tena nakuchokoza. Solution ingine ya kutafuta amani, kama kupigana haileti jibu, muikale chini mzungumuze. Batu ya rohoni kuna vitu vingine havilombi kuzozana. Binalomba tuikale chini tuongee nini nahitajika. Amen. Eske niko nasikilika kweli? Siyo kama niko nasikiliwa kama hae. Kuna amani iliiche, lazima tuikale chini tuzungumuze. Tuseme chanzo cha hii mzozo ni nini? Baulize wewe unataka nini? Na wewe unataka nini? Kila mtu aseme. Mwenye atagundulike kwa na sheria, bampe sheria na amani inaonekana. Amen. Kuna mizozo mingine hata mfamie inalomba watu waikale chini waongee. Na mwele kuongea msamaha inatokea. Dossier inaishi. Amen. Sindio maana si ni madialogue yetu tu yuko na makatare na mawapi azileti solution. Lakini maana solution yetu tunawakia kupigana sasa. Amen. Kama ni madialogue zishafanyika. Atusaidie na Yesu. Kuna amani na lomba uikale na mwenzako chini. Muambiane ewa ile mzozo tulikuwa nayo naona tufanye hivi. Hata Ibrahimu alifanya wakati wa Lutu. Amen. Akaambia Lutu tutagombania nini? Mie na weye Lutu, uko mtoto wa mloko yangu. Tutapigania nini Lutu? Ewan, naamuru kilima hiki kyote kiko hapa. Ukishuka chini, mimi ndapanda yulu. Eske mnanielewa kweli? Ibrahimu akamwambia Lutu, ukipanda yulu, mimi ndashuka chini. Bora tu katikati yangu mimi na weye kuwe amani. Amen. Mazungumzo. 3. Kuna amani ili ije, lazima uitike kutoka maeneo mengine, uitike kuachana na mtu fulani na unapata amani. Hii ni ya watu wazima ndio niko naongea nao. Wewe mongana nataka kunywa maziwa, hii haikuhusu sana. Kuna amani ili ije, hailombi mpigane. Hailombi hata mazungumzo, juu kwa mazungumzo mengine ishatambuka. Inalomba tu kujiekarte na watu fulani. Sema tangu leo njia zangu na wewe tunaachana. Wende zako, niende zangu. Tukutane mbingu kama Yesu akija.
Anasikia sema amen. Anasikia sema amen. Ndio maana ujue procedure gani kuna pita ndani kutafuta amani. Kuna vitu vinaweza kukutesa miaka jua kukosa decision. Kuna vitu vinaweza kuumiza miaka na vinakia kuima mbingu ulikosa maamuzi. Kuna vitu tu vikupatia amani. Baambie tu hivi kuanzia leo mie na wewe. Tukutane mwafere zingine. Memwa hii dossier tunaachana basi. Na roho yangu iko na amani sana conflict na wewe. Pinesha pale. Usipokubali kuacha watu wengine utateseka. Kuko watu tanke bangali karibu yako na shetani anajua kama anaweza kukamata saa yote. Kuko deliverance ingine hailombi uombewe. Kuna deliverance tu akamwambia kuanzia leo wewe sikutaki kwa maisha yangu. Toka. Na akitoka na unafunguliwa. Nasema hivi, kuna deliverance hailombi maombi. Kuna deliverance inalomba kuachana. Ukitika tu kuviachilia, roho yako inabakia na amani. Atusaidie Bwana Yesu. Amen. Amen. Ujue nini uko na, ndio maana nimeongea hapa Jumajana. Mimi Nehemi mwanadamu tu wa asili mwenye nimekutana naye hapa Kabuye hawezi niima raha. Hawezi. Na hii ni moja ya misingi zangu za maisha. Hawezi niima raha. Kuchukia mtu njoo mwiko kwangu. Siwezi chukia mtu. Lakini kukwambia ikala mbali na mie niko na ile uwezo. Kwambia toka niko na ku distance. Na sikuchukii na hauko adui yangu. Me distance tu. Kuna watu lazima waweke ku distance ili maisha yako iwe na amani. Kuna maeneo lazima ziweke distance ili roho yako iwe na amani. Leo niko mpole. Nataka niongee na wewe kwa upole unisikilize. Unaweza teseka miaka na wazia bana kuloga. Kumbe entourage yako njoko ya mbaya. Vutayo maisha yako yanapona. Amen. Tumoja aseme amen. Tumoja aseme amen. Maisha haitakupa fursa ya kuishi mara pili. Kwa maana kuna maneno duniani ya kutiana moyo me haina ukweli ndani yake. Chona hata manyimbo zingine za mariage tunasikiaka wanaimba nilitembea kote sijaona kama wewe. Wapi ulienda? Wewe mwenye hata Goma haujui, na Uvira haujui, na Burundi hapa Kabuye njoo ulimuona na ukampenda. Tembea kote. Ulienda Goma angalie pesa ziko pale wewe. Ajabu kabisa. Kama takamata wewe mwenzako mchunge parapanda ilie twende mbingu tu bishie pale. Ulitembea wapi? Wapi ulitembea? Ajabu sana. Amen. Pigie Yesu makofi ya shangwe kama uko hapa. Kwa nyimbo nasikia kaka Nehemi alitembea kote, alienda mashariki, alienda magharibi, kusini na kaskazini. Wapi alienda? Wapi? Burundi kuko mwanamke papa. Wende uangalie biko kule. Ulifika Tanzania uangalie venye Mungu aliumba kule. Vumilia vile vile ulikuta hapa Kabuye, kula vile ulikuta kusahani na siku zizogei. Njoo maana unaweza wazia uko wa speciale sana. Kumbe milie nye uko amu njoo na kupatia urgei. Siku tatoka nje ya hapa utajua kama uko fenea mba fenea wengine. Kuna kujua ya kujiwazia. Inaendana na maeneo. Nilishindikizaka mtu mmoja Likasi mu 2012. Aenda mwinjili. Alikuwa parmi ya ubiri balikamata vile ya Uvira mu miaka ya nyuma. Nikamshindikiza kule ngambo za kule mbele ya Moba kule Malikasi. Nilipoenda ule mwana kana ananiambia mugari, Nehemi usiogope. Huku utaona Mungu alinitaka vya atafanya. Na mimi kwangu kimya siyajua hata chochote.
Nikasema twende utakutana na wenzako mtere kule, twende kule. Amen. Hivi yeye ndio alitoka Uvira mbali, akamwambia utamaliza mkutano, wewe utaanza vendredi mpaka dimanche. Lundi, mardi mubiri moya, mercredi, jeudi mwingine mubiri. Mwenye alihubiri lundi alikuwa na hubiri unawazia viti vitanyanguka na watu bifike kumanjanja. Nikamtingiza nikamwambia hivi, unaona mwenzako? Tunachunga turu yako. Amen. Kuna kujua, unaweza sema unajua, au yakutana na wenzako wanakupita. Siku utakutana na niveau yako utakuwa chai, mwingine machai. Sawa, mercredi alikuwa anguka msomo. Alikuwa anahubiri Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Wana somo kuko watu wanimeza injili huko nje. Tuhubiri hapa tutaweza, tushukuru Mungu, tuchunge parapanda. Huko nje kuko watu waliitwa mwa madhabahu hapa. Akikamata mikro hapa, mnaweza sababu kama mkutano uko kuchai magharibi. Alianza mercredi. Utawazia kimaliza hubiri parapanda italia. Mtu kuna hubiri kuna karibia hamisha mbingu asilete katikati ya watu. Nikatingiza mzee nenda naye hivi, baba ukaze roho. Nini wewe utafanya? Amen. Ndio maana ukitaka tisha mtu muoneshe venye unajua. Na ndio maana Moise na Haruni wanafika kwa Farao. Moise anaambia Haruni peti. Haruni anaambia Moise peti. Nilikuambia benzako hapa natupa fimbo chini zinageuka nyoka. Nini na utafanya? Mtu mwenye aliitwa haogopaki. Bengine bakitenda mnivo ya hapa na wote atenda mnivo yako. Tuseme amen. Ndio maana mkanisa kila mtu aexperimente venye alipokeaka kwa Yesu. Tusigane, tuonesha venye ulipokea. Tuseme amina. Tuonyeshe. Paul anaandikia Timotheo, anasema mwanangu Timotheo, jionyeshe kama mtu uliyekubaliwa na Mungu. Tunaona kujionyesha sio dhambi. Kama uko na utatuonesha. Jionyeshe, hakuna shida. Unapenda vile sipere yake aende kule kumlango kule nyuma yale vumbi. Kuye kala mbele tukuone. Uko na vile vitakuonesha. Tuseme amina papa. Ewa, mpigie makofi ya shangwe nifundishe kidogo hapa. Ndio maana kanuni nyingine, kama uko na kujioneshea, tuoneshe hapo, hakuna shida. Mimi nachukua mtu kupita pita mkutano naona vile uko na tuonesha. Ikala fasi moja tutaki majaribu humu. Bwana mseme amen. Upite na uko na vile uko napitia mkutano. Mapapa kia kuatikia hapa mkutano usitupatishe haya hapa. Mbona mwitikia amina papa? Njoo maana ninafundisha asubuhi ya leo. Kuna kujiwazia kulingana na maeneo huko hapo. Kuna kujua juu ngali hapa Kabuye. Siku utaenda kwa ofisi Goma utakutana na watu wanaimbaka pale. Tulikuwa na mwimbaji mmoja Uvira, ilikuwa inaimba nyimbo za maombi hivi. Hidada yeye hivi. Hii ilikuwa masifa. Bandugu, Mungu atusaidie. Njoo maana kuko wengine kusirimka ni kutembea. Amen. Kutembea nayo ni kusirimka. Kuna wengine usirimu na depande na kuosha kafika. Siku moja pastere wa iglize yetu ya Sepake Kashekebwe alikuyaka hapa Bukavu, akatoa mwimbaji moya Goma. Ni dada moya hivi, iko saa metisi. Alikuwa na imbaka na wazee yeye peke kama watu waine yeye peke. Nikamwambia ile hivi. Unaona waimbaji? Wewe zako nyimbo za maombi unatutisha amo. Unaona mwenzako beko naimba? Njoo maana unaweza jitapa hauyakutanana na wanivo yako. Njoo maana ukiona hapa Kabuye uko naimba, tunakuvumilia. Shukuru Mungu. Shukuru Mungu. Kuna nafasi kwa tukienda tutakupiga carte rouge. Tunasema tafuta mwingine twende naye. Taki ule. Njoo maana mie mnatire yangu. Hivi ya kushindikiza makorale sivipendaki. Korale kama mwimbaji pia siwezi bashindikiza. Siwezi. Nini nipate haya?
Sina kwambia kweli. Kama muimbaki bien, korale tena imba, mhubiri siwezi enda. Naambia baraza sina haja kwenda pata aibu. Lazima ushindikize korale nikiimba kama. Unasikia na mhubiri kwenye utatemea. Basha patengeneza. Ni mambo yenye vieleweki nishindikize mie. Sibasi. Ni kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu. Njoo unipatie haya juu kazi ya Mungu. Na njoo maana niko nawaambia hivi. Neema ya Mungu inatosha. Moja ya vitu tuvishukuru muagano yetu. Tushukuru neema ya Mungu. Amen. Mtu wa Mungu tushukuru neema ya Mungu. Unaona muagano la kale wakati ya Daudi, wale ba Asafu, ba Yedutuni. Mwa korale yote yako si mungebakia waimbaji wawili au moja tu. Na wala yote baivute. Haongeliimbaka mkorale na hauna sauti ya mzuri. Njoo na tire ya bajuife ile. Njoo maana wakwambia balikuwa koral ya batu 250. Na Biblia inasema bote balikuwa banani pastor? Bafundi stadi. Ile neno fundi stadi make ba specialiste munyimbo. Njoo maana kwa mwimbaji hapo kimpatia mikro ataikimbia. Hana sauti ya kutia kwa mikro. Meonambia nini unabakilia mkwaya? Akamwambia neema yatosha. Neema yatosha. Na ushukuru ile neema. Juu Moizi akifufuka hapa atavuta waimbaji wote mkorani. Sema hapa bastahili. Njoo maana tupigie Yesu wa neema yote mikono. Roho Mtakatifu anapotuongoza anatupitisha munjia za kujua kuwasamehe watu wengine. Kuna watu walikufa kabla ya wakati juu ya roho nguvu ya kutokusamehe wengine. Yaani mimi huyu mpaka mbingu. Na mbingu gani wewe unaweza kutenda shije madosie? Usipomalizia vyote hapa mbingu hauendi. Unasikia mwingine anasema mimi fulani mroho yangu nishamtoa. Toa na ufiagie sitarudi yaka. Toa. Amen. Wana wazao kinitoa mroho, njoo wengine watanitoa mroho. Toa na utie hamu mlango na kifuli sitarudi hata na hamu. Akusalema na Yesu. Kanisa tutafute usalama na watu wengine. Sameheana na wengine. Wewe kila dossier mkanisa wewe ndio promoteri. Wewe tu. Hakuna dossier shako ya kabuye yenye haba ya kutayaka hamu. Suko mchao. Unasikia ndio sifa ile. Wewe kila dossier mama wanakutayaka dossier za kanisa. Aetu. Jitoe madossier zingine za kanisa. Atusaidie Bwana Yesu. Nasema tena tusaidie Bwana Yesu. Tunapoingia maisha ya kutafuta uongozi wa Roho Mtakatifu, kuna vitu Mungu atatupa na hatuyaviombaka. Juu tulitika roho tu tumpatie nafasi. Nilikuwa sana kama atasikia neno nifundishe kitu yake ajabu sana hapa. Kuna mtu anasikia kule nyuma. Tunapotafuta uongozi wa Roho Mtakatifu, maana yake hivi, kuna vitu tutapata yenye havikuwa droa yetu. Mungu atatupa havyo juu tulipatia roho nafasi. Njoo maana bali kwa familia wakamate hii neno itasaidia makutano wengi. Na njoo maana safari ya Ibrahimu kutoka Mesopotami kwenda Kanaani haikukuwa yake. Mwanzilishi wa ile safari hakukuwa Ibrahimu. Mwanzilishi wa safari ni baba yake mzazi. Amen. Tuseme amen. Mimi nataka kufundisha uelewe. Kuna vitu venye Mungu ataruhusu wengine bachoke, wewe ukiwa vikamate. Mwenye alianza safari ya kutoka Mesopotami kwenda Kanaani ni Tera, baba yake Ibrahimu. Alipotoka Mesopotami, alipofika mprovince wanaita Haran. Ukisoma Mwanzo 11:30 mpaka 31, hii maneno utaikuta pale. Alipofika mprovince wanaita Haran, Tera akakufia pale. Alikuwa anaanza aenda Kanaani. Amen. Manake Mungu aliona huyu hastahili tena kufika Kanaani. Na hivi yeye ndio aliipanga mipango yake. Acha niruhusu ya kufia hapa. Njoo niite Ibrahimu kesho. Pale Haran njoo kwenye Mungu alikuta sasa Ibrahimu. Anamwambia toka sasa wewe
baba yake alikuwa shakufa zamani, munyumba ya baba yako mpaka 11:30 ya mwanzo, mpaka inchi nitakayokuelekeza. Njoo Ibrahimu sasa anaanza safari yenye baba yake aliachia munjia. Njoo tutafute Roho Mtakatifu. Kuna vitu tutavipata, haiko juu tulistahili, tutavipata juu Roho tulikuwa naye popote. Amen. Tumoja aseme amen. Amen. Na njoo maana kanisa, kama tunapatia Roho nafasi, atageuka mfariji wetu wa maisha. Amen. Atageuka nani? Mfariji wa maisha. Na mimi nataka uliza mkutano yote, nani mwenye anajua result manaka bachungaji makondeni njoo walikuwa wa kwanza kujua habari kama Yesu amezaliwa? Eske mnajua vile? Nadhani mnajua vile. Njoo wa kwanza balipataka information kama Kristo leo katika mji wa Daudi amezaliwa mfalme. Amen. Njoo walikuwa wa kwanza kujua kama Yesu amezaliwa. Kwa sababu gani? Wachungaji makondeni njoo walikuwa na huzuni ya mingi sana mwagano la kale kuliko watu yote. Batu ya kwanza wenye torati ilihuzunisha ni wachungaji makondeni. Njoo wa kwanza wenye torati ilitia ilihahaza, unawekwa haza. Njoo kosesha raha bafugai. Kwa sababu kila mwenye shaka fuga iko hapo anajua siku ngombe yako inaweza kufa tu kwa accident, inakufa tu bila sababu. Mtu wote mashaka fuga hawezi kula ile nyama. Beba shafuga wanayobe, niko nasema mfugai wa kweli kitu chake kikufe, hasa kikufe na kilikuwa kingaliki anakitegemea kinaweza msalia zingine mifugo, hawezi kula ile nyama hata muichinje. Na njoo maana roho ya kufuga ngombe kikufa au mbuzi analiaka sawa sawa na gisi mtu anaweza kufa. Sasa bafugai balipata problem. Ilifika kila wakati mtu akifanya zambi mkartie banakuya kwa bafugai, banabaambia kuna kiana alizini alisharatika pale yulu, tulikuwa tafuta mbuzi au kondoo ya kumtakasa, lakini tunatoa shurti awe mume wa mwaka mmoja ambaye haina madoadoa, banatea na makriteri. Sasa mfugai amumpeleke mbuzi ishazala mara 5, usimpeleke nyayanza zala. Bazee washafuga bana yobe, niko nasema ile ikahuzunisha wachungaji makondeni. Njoo maana Kristo alipozaliwa Mungu akaona batu wenye wako na huzuni wa kwanza, njoo wenye ndatokea wa kwanza niwapatie faraja ya maisha. Anakuya anawaambia leo katika mji wa Daudi amezaliwa mfalme kwa ajili yenu. Maana mulugha ingine, kondoo zenu hazina tena kazi, mbuzi zenu hazitatekwa tena, mwenye ataramplace kondoo amezaliwa. Amen. Mwenye ataramplace mifugo yenu ambaye ni mwana kondoo wa Mungu aichukuae zambi ya ulimwengu amezaliwa. Njoo maana Mungu aone moyo wako, akupe faraja na wewe. Akupe hayo. Akupe hayo kabisa, akupe hayo. Na niko nawaambia tuombe Mungu tujazwe Roho Mtakatifu na tuongozwe na Roho Mtakatifu, lakini jambo kubwa zaidi ya yote tuambie na Mungu atubadilishie maisha. Bumasikini buko na madharau. Iko sawa yapita maskini iko na madharau. Unaweza salimia mtu mwenye ulikatalaka utasalimia juu ya kukosewa. Mtu anaweza kutukana hapa na unabakia uko nacheka juu hauna vya kumwambia. Si unamtegemea utamwambia nini? Unameza matusa sasa ya mzee na anakuwa na mitani, hapana mitani na kutukana. Amen. Mungu akubadilishie ukurasa wa maisha. Nilikuwa nafundisha hivi asubuhi ya leo, tusameheane kanisa. Amen. Nikamatie mtu mkono, mwambie tusameheane. Mwambie tena tusameheane.
Ni makosa gani unawazia yenye Mungu hawezi samehe? Amen. Leo tuko na shida moja. Mtu anawazia juu yeye hakupendi, anawazia mwingine yote vile kwa vile gisi yeye anataka. Kama wao nipendi, subakie pembeni. Kuna watu Mungu ashaandaa watanibeba gisi niko na udhaifu yangu, hivi tutaenda nao. Hivi wao itiki tuishi kwa amani, bakia murasi ya kuwa na conflict basi. Amen. Lakini kitu kiko très important, kanisa tusameheane. Amen. Kwa sababu batu wetu tunazarau leo, kesho tutawasikia haya hapa mchana asubuhi. Nani mwanasikia nasema? Batu wetu tunazarau leo, kesho tutasikiana haya. Ile kinywa nye lichafula mtu leo, Mungu ataitumikisha kumtakasa. Ile kinywa yako, ile kinywa yenye ulitilize kuchafula mtu mwingine, Mungu ataitilisha ile kinywa yako emtakasa. Na hii ni moja ya prinsipe mimi nasema kanisa la Kabui. Fasi yote kwenye banakushushia heshima, usipatokake mbio. Amen. Fasi yote kwenye banakushushia heshima, bakia pale. Mungu akuinulie pale pale macho yao. Bakia. Mungu akusimamishie pale pale macho yao. Bienye waliongea jana bataibadilisha asubuhi. Na njoo maana unaona leo kuna mtu anaweza mpatia invitation ya mariage, anasoma, anaona kama mariage itakuwa le 23 civil, le 24 religieux. Mais hata umulize hivi, civil itakuwa siku isema mzuri siku biona. Aliona sambla tu. Joel roho mbaya hapendi kusema sikse ya mwingine. Baraka zangu hata usipozisema, mbingu zitakuoblige uziseme. Sina kuambia kweli. Wewe fanya vile utaweza. Lakini mimi najua saa ya Bwana ikifika, haina mshauri, haina conseiller, haina lukuta mbele. Mama, nasema saa ya Bwana haina lukuta. Atusaidie mwana wa Mungu. Njoo maana Roho Mtakatifu akituongoza, tunakuwa na amani na watu. Amen. Sina shida. Na kuna mwingine kwa wazia unamchukia, anajiwazia njoo bali muhubiria tu mubaya na akakuchukia vile. So unaona hivi, nilibakia Kabuye siku 14. Kuko wenye wataniwekea tu conflict. Mhubiri alisemaka maneno sikupendaka. Ulikuwa pena alisema hivi unapendaka? Sina havyo. Usiposikia hivi utasikia. Basi. Mimi sikukia ni hubiri ni kutape wewe, sina ile injili. Usiponipokea na vyangu benilikia navyo kutoka kwa Mungu, bakia pembeni. Benye batasikia bako banasikia sahi. Amen. Yani mhubiri aliongea maneno ili ninungunisha, upende unungunike, sibadiliki. Ndabakia kisi unaniona. Suseme amen. Amen. Na wengine ambao watengeneza maneno ya bongo, hauwezi uko naangalia mutachafula na niveau yako. Sikia leta shida maisha yako bure. Amen. Tuseme amen. Maisha yote bila uongozi wa Roho Mtakatifu ni maisha yenye kuna bahati mubaya sana. Sana kabisa. Ni maisha na yala mambo unafiki sana. Mtu unacheka naye asubuhi, mchana na anakuharibisha reputation. Njoo maana angalisho na mtu mwenye anakutapaka mpresence yako, ni mtu mubaya. Akutape kwanza kwenye hauko, njoo utaiona kama ni mtu mzuri. Eske mnanielewa? Angalisho na mtu mwenye anakutapaka tu sana kuona, njoo anakusifiaka. Kwenye hauko yenye anaongeaka, huyu mtu ni mubaya kuliko shetani. Kama uko capable kuniongea mbele ya watu,
na kwenye siko niongee mazuri. Asikia mnanielewa? Kama unaweza simama hapa unatapa Nehemi nitape na kwenye sitasikia. Watu wakiniambia fulani anakusema kwa mazuri kabisa, pale ndajua umeokoka. Tuache kutapana jua sifa za watu. Kama niko mubaya, sema ubaya wangu mpresence yangu, na kwenye siko sema ile mubaya. Tuache kuvala mangozi za kondoo, hapana vile. Vala picha yenye utaweza, tuyoko tutakuweka. Ndio maana napenda shujaa wa Biblia moja, anaitwa Joshua. Iko napigana na mji wa Ai. Anaona mtu anasimama mbele yake, anamuuliza, wewe ni nani? Uniambie uko upande wa nani? Paske nijue kama napambana na wewe au ndafanya nini. Ndio maana kila mtu anasimama mbele yako, muulize, uko upande wangu au upande wa adui? Mimi hawezi kuwa rafiki yangu kisha kuwa na rafiki na adui yangu, tutaachana asubuhi. Siwezi. Sinasema kweli, hauwezi. Ukiitika uko rafiki yangu, itika pia njia zeniko napita ndani. Amen. Itika. Tuongeleane kwa mazuri. Hapana sana na kwa madhabahu, njoo nitapa. Mtu wa Mungu huyu anakuwa anatubariki. Si unitapa kwenye siko. Hapa ndio kwenye makanisa yetu napotezea uwepo hapa. Mtu analabu nafiki mpaka na kumakucha. Hasa kiona unampatia yaka kilo ya mchele, amua kwambia na habari za bongo. Tupunguze maisha ya kusengenyana mkanisa. Amen. Na hii nakwambia mbele nimalize seminari yangu asubuhi ya leo. Hata uchafule mtu, kama Mungu ashaka planifie plan yake juu ya ule mtu, itafanyika. Nasema wewe simama upande wa kuchafula, sisi tunasimama upande wa neno la Bwana. Simsemi amen? Wewe namaliza mbele, tushukuru Mungu, tumalize twende kuchai. Usimame upande wa kuchafula, sisi tunasimama upande wa Bwana. Tuko nyuma ya venye Mungu ashakasema. Tunajua Mungu hawezi kujipinga. Hata mvula inyeshe, neno lake litajitimiza. Amen. Mwende manyumba mfanye vikao vya mnataka, Mungu atatimiza neno lake. Niliongea hapa juzi, kumapambazuko Mungu anashanja kakarte. Tunaweza lala hatuna information, tunalamuka mambo imebadilika. Mwimbaji mwalimba ananipendeza, anasema hivi, mambo yamebadilika. Ukieleza mambo yangu, eleza. Suseme amina. Wewe wakia na historia ya jana, sisi tuko tunaangalia neno la Bwana. Suseme amina. Bila beba alikuambia wewe meza hapo, usikatale hata neno, beba havyo vile. Lakini kesho utaangamia na maneno yako ya bongo, utaangamia nayo. Na wengine mnabia bongo wanaitengeneza, muitengeneze mpaka na mfanye mafungo. Tuko nyuma ya neno la Bwana. Piga makofi ya shangwe, tushukuru Yesu. Papa, Mungu akitaka fanya mambo yake, anaweza uwa watu 100 juu aponyeshe mtu mwiko na misionari. Ahadi za Mungu zikisemeka, tunaishi salama. Ahadi amweke kwa alikudanganya, lakini Mungu apakule maneno muvitasa 7 vya dhahabu, ailete kwa neno la mtumishi wake, akakwambia kuwa na amani, maisha imeanza. Mungu
Ahadi zote za Mungu zinasimama. Haya. Nyamaza kwanza. Mbingu ziki. Yesu wewe. Amen. Adi. Maana yake hivi, mbele nifunge semina yangu asubuhi ya leo. Ahadi za Mungu ziko na nguvu kuliko mbingu. Ahadi za Mungu njoo ziko na mamlaka kuliko nchi. Maana yake Mungu akikutamkia neno analipatia heshima kuliko mbingu zanaikala. Hivi tu Mungu njoo alisemaka banadamu washuke, wapande, waende mbele, warudie nyuma, naona vinatimia asubuhi kucha. Tuseme amina. Vinatimia. Ahadi. Ahadi. Amweke ni kwenye likudanganyaka. Lakini Mungu akopeshe kinywa ya ufii. Aseme. Iko sawa huyu Mungu. Papa, hata mtu kanyaki tutasimama. Hata mtu tembelee eko sama kapi tutasimama. Na saa tutasimama, aibu itawakamata. Nasema hivi, saa tutasimama, aibu itawakamata. Kwa kukonklire somo asubuhi ya leo, sikia maneno haya machache. Yesu kabla akufe anaambia Kayafa na watu yote walikuwa wanamzunguruka, ninakufa lakini dans 3 jours nitakuwa hai. Amen. Siku zote alifundisha. Maana yake balijifanya hawakumwamini, lakini vyenye alisema kama atafufuka baliviweka mkichwa. Siku Yesu anazikwa mkaburi, Kayafa ndio alisema, huyu mjanja tulimsikia iko nasema kama atazikwa na siku ya 3 atakuwa hai, tukamate balinzi tubaweke kukaburi. Unaweza chunga mwenye ana neno la Mungu, mwenye anashindikizwa na kauli ya uwezo, hata muweke balinzi wasirveye, bataanguka chini, tutabakia wima. Eske kuna mtu atampigia makofi ya shangwe hapa? Bataanguka chini, tutabakia wima. Sikia maajabu hii. Bako kukaburi, banaambiliwa if unapokeaka ngapi? Umma anasema anapokeaka $100. Wanasema mwende mchunge kaburi. Siku ya kwanza wanaanza chunga kaburi, iko na lijiwe kubwa, wanachunga siku ya kwanza. Mungu iko na saa yake. Usimchunge msaa yako, mchunge majira yake. Haleluya. Tunaweza mtazamia mumoto, kumbe haiko hamu. Tunamtazamia muupepo, kumbe haiko hamu. Atakuya kwa sauti ndogo ya upole. Amen. Papa, premier jour wanachunga kaburi. Yesu iko mudongo, anasema muningoe tu. Na mimi nakwambia Mungu ataitilize benye bali kukatala, batakuwa balinzi kesho. Usiogope, weka sana tu. Deuxième jour inapita, wanasema mbona afufuki sasa? Siku ya 3 ilipofika, banalala 4h du matin, banaikaa. Bote baliona kisi malaika anakuya, anaikala juu ya jiwe, akaliviringisha. Amen. Umoya akatingisha wenzao, mbale balinzi 3. Mzee, unaona benye biko malaika wa Bwana. Mie nazimia, sitachunga hii utukufu. Papa, juu ya sambla batajizimilisha kesho, lakini baliona venye bilifanyika kwanza.
Nilikuwa na wazia utasimama Mungu atimize neno lake kwako. Mpigie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Mzee bakia wima. Wa kwanza anaambia mwenzake, mie sitavumilia hii utukufu. Utukufu inatetemeshaka watu. Wa kwanza anasema, mie sitavumilia. Naona kekitaniponyesha nazimia yangu. Hivi vinakia nguvu. Bengine kesho watajigonjwesha. Juma nasikia mambo imebadilika. Mgonjwa kisi mtagonjwa, lakini Bwana atatimiza neno la. Suseme amina. Mzee, bakia wima tufunge somo. Wa pili anaona mwenzake ashazimia. Anasema, mimi ndio ndabakia. Na mie Mungu ndazifwa. Na mimi nazimia. Watatu alipoona mwenzake wakuzimia anasemaka, kesho watatuinforme. Baba sionekani, niko mgonjwa. Haugonjwi. Kuya sasa. Ulikuwa unasema vitabadilika. Kuya uone mambo imebadilika. Tuseme amina. Wenye waliwazia tabakia chini na watangazia siku ya leo, naona mkono wa Bwana unakia kututoa pale kwenye watu walisema tabaki. Mzee watatu anaambia wenzao, hata wenzangu wawili washaenda, na mimi sitabakia hivi. Na mimi nazimia. Yesu anatoka mkaburi. Anapoangalia anasema, usikuwe na dili na mtu mko na nivu ya chini. Kuko nivu ya mtu akikusema haiko nivu yako. Usijivie kila mtu. Kuna mtu anakusema karo yenye uko amu na yenye uko amu binapishana. Acha kumjilia. Ukijivia mtu unajilinganisha naye. Njia nyingine kujikompare na mtu, acha kurepondre kila swali. Kuna maswali haijibiwaki hata kama jibu iko kulingana na mwenye anauliza. Nasikia bisirani. Kuna maswali haijibiwi kulingana nani aliuliza tumjibie. Yesu anaangalia ni dili na haba watu. Uchafu hii. Balipoamka asubuhi, panyo kwa tani kufundisha. Fasi ya kwanza balikimbia ni kwa Kayafa. Bakaambia, baba, bile venye ule kiana alisemaka ni kweli baba. Tuliona wenyewe kwa macho yetu. Hautasikia, macho yako ya nyama itaona mambo inavyobadilika. Wenyewe mse. Wenyewe tumeona gisi karti imebadilika. Kayafa kauliza wa kwanza, unapokea ngapi? Mzee, mimi mu service niko hapo napokea 80. Akasema, kuanzia leo tunakupandisha mshahara. Unaingia msasa 60. Wewe unapokea ngapi? $100. Wewe unaenda mdesa. Wewe unapokea ngapi? Napokea 50. Unaenda mtruasa. Malengo ya kupandishia mshahara, mufiche siri. Msiambie kama ule Bwana amefufuka. Hata mulipe rushwa, saa ya utukufu itajitangaza yenyewe. Hailombi kinywa yako, hapana. Utukufu wao peke itatangaza sifa za Mungu. Papa, hakuna mtu mzaifu kufranga saa soda. Soda kipata franga kartie na chemkaka. Ni huu soda wa leo njoo havuna maisha. Unayalala misamko, lakini wa soda ya zamani tulisi karibu ya makaa. Ba soda bakipokea kartie tunakulaka mzuri. Si mnakumbuka ile base? Huu leo njoo havuna adabu, soda wa eleweki. Lakini nisikie asubuhi ya leo. Bakaambia mficha siri. Soda akasema, na leo mko mrepo, msitumike. Mbakie mrepo mkartie, msitumike. Lengo la kubakia mrepo, mchunge siri, msiambie watu. Soda akasema, hivi niko mrepo, naenda kwanza kunywa yangu biere 2. Alipokunywa biere 2 kwa mkartie, anaanza anaanguka. Watu wanauliza, baba nini? Au kutumika leo? No, hatukutumika. Kwa kiana moyo wa Nazareti alikufaka juzi pale Golgotha. Muliambia watu wasiseme, lakini wataongea kutaka na kusipotaka. Kwa kiana moyo wa Nazareti waliwaka. Hamkusikia zile habari? Waliwaka kule juzi kwa Nazareti, kule Golgotha kule. Ndio tulikuwa kuzamu yake kumchunga kaburi kule chini. Hili fufuka ile bwana, ilifufuka. Habari zinaenda hizo. Tuseme amina.
Mulipe watu franga, msibalipe habari itaenda. Na watu wataelewa lenye wiko. Tumseme amina. Wa kwanza anapana habari. Wa pili naye, baba vitu gani? No, tuko mrepo. Mungu ametukumbuka. Riziki ya Mungu ni popote baba. Riziki ni popote. Tulipanishwa mshahara mai de jour. Tulikuwa tunachunga kaburi ule kiana wa Mariamu. Alifufuka leo asubuhi kwanza yamaliza. Asubuhi tu ya 5 hapa. Tuliona nafufuka. Haleluya. Nakwambia hivi bakufunike kisi wanataka. Lakini majira ya Mungu itakufunua kwa wakati wake. Na unayua bibi naye kwenye alienda msoko. Una msoko mko ba client. Mwenye alizoea client bibi ya soda na kiaka muuzia. Anazaka mandugu, masambaza, akiuza sana ni mavinono. Mara bana anaona anapunguza mgulu ya mbuzi. Anamuuliza, "Maraba leo ni vitu gani? Mbona unauza mgulu ya mbuzi baba?" Hapana baba. Bwana wangu alikuwa kugarde mwa 3 jours. Kwa kiana mwana Nazareti alikuwa anachunga kaburi yake kule chini. Alifufuka. Mimi nasema habari zitaenda. Acha bakuchafule leo. Saa ya Bwana itajitangaza yenyewe. Tutafute Roho Mtakatifu tu. Majira itajifunua yenyewe. Kayafa kwenye anaikala anakasikia mzee kartie yote. Habari inazaga. Mwana wa Mungu amefufuka. Kuko watu kinuliwa jikazo batie mbali na wewe. Wanaweza kurudisha tena mavumbini usipojua vizuri. Tuseme amen. Ndio maana Yesu alipofufuka hakuenda kwa Kayafa tena. Alisema no, sina tena niveau ya kudiri na Kayafa. Sasa inakuwa niveau ya kudiri na wenzangu wetu tulitembea na botruo azamu injili tu. Ndio maana kuna baraka zikikuya kula na bemliteseka nabo. Haleluya. Muache ile roho. Uteseke na mwenzako, ufike mbele, juu naona mema inakuya, unaanza muweka pembeni. Acha ile roho. Kula na mie, nilikuvumiliaka wakati nye wengine hawangelikuvumiliaka. Nilikubeba wakati nye wengine hawangelikubebaka. Kula na beba kuvumilia wakati wa mateso. Makofi ya shangwe kwa Yesu Mwokozi aliye hai. Kula na sisi. Kula na sisi. Nikamatie mtu mkono mwambie kula na sisi. Tulikuvumiliaka na sisi. Kula na sisi. Yesu akaju. Kayafa sina afere naye. Sai naenda ona wenzangu wa kimo yangu. Ba Petro wako wananingoi. Ba Tomaso wako wananingoi. Niende niwaangalie, niwaambie ba petit frère, nimefufuka kama nilivyowaambia. Manake neno le nilisema nilibakia imara. Nimefufuka kama nilivyowaambia. Hakuna mtu mbaya mwenye mtaanza naye safari, mkifika mbele anakutia pembeni. Anaanza kamata ba mpya ndio batie njia zake. Ule ni mtu mbaya. Lazima kumbuke kuna mtu alikuvumilia wakati ulikuwa una viato, ulikuwa hauna chochote, ulikuwa uko wewe peke, nikakushika mkono, si unizogeze leo. Tuzogezane. Nasema tena tuzogezane. Rusha makofi sana kwa Yesu, tuombe Mungu. Mimi nakutangazia asubuhi ya leo, Mungu wa neema zote akufanyie utukufu. Akubariki mchana, akubariki na magharibi. Kubarikiwe saa zote. Njoo maana mbele tuombe Mungu. Maandiko inasema, aseme kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka na sauti ya parapanda na malaika mkuu, na wote waliokufa katika Kristo. Sema tena, katika Kristo watafufuliwa kwanza. Tunapoongozwa na Roho Mtakatifu, tunakuwa na assurance, siku parapanda italia, tutakuwa wa kwanza kuamka. Ndio maana Injili ya Yohana inasema hivi: wamoja watafufuliwa ili wapate aibu ya milele, na wengine wataamshwa ili wapate heshima ya milele. Mtu wa Mungu,
licha ya kwamba tunatafuta sifa za duniani, licha ya kwamba tuko muhuduma hizi na hizi, lakini tukumbuke parapanda inataka lie. Haleluya. Ikilia, benye balilala mbele yetu bataamushwa kwanza, bakitoga bataamushwa, babyalungwa wote bataamushwa, na benye naona jua bataamushwa. Kisha sisi tulio hai tutabadilishwa, tutabadilishwa. Kisha ule Roho Mtakatifu, ndio maana Yesu anasema nami niko nanyi hata mwisho wa dahari. Roho atayua Nehemi alilaliaka Uvira ndio alikufia. Roho atashuka kama ema, kama smako, ananyangula Nehemi na ingia angani. Yule neno angani njo paradiso tena, mlugha nyingine njo hewani, na njo mkifua cha Ibrahimu tena. Tunaingia pale. Tunapoingia pale nitajua pasteri za shiwi walumona huyu. Haleluya. Ndaona pasteri Milenge huyu. Pasteri Milenge ataniambia, "Nehemi ulifika?" Sema, "Mzee, nimefika." Pale ndio maana tutafute Roho Mtakatifu, tusikose mbingu siku moja. Pale tutakuta waliotutangulia wote wako pale. Tutaanza maambrasma, tutaanza kushangiliana. Bafulero wanasema lugha mzuri, tugahoberana. Nionyesha kuhoberana, njoo nini? Njoo hii. Hii njoo kuhoberana. Hivi njoo vitakuwaka paradiso. Tunahoberana. Wakati tapikana mayambi makruase, tunaambiana. Uimbaji ndio ule kufikisha. Aseme ndio, nilitumikia Mungu uimbaji kwa uaminifu yangu yote, na leo nimeingia. Leo nimeingia. Kristo atakuja anatukuta paradiso. Ile njo deuxième partie ya ufufuko wa kwanza. Parce que ufufuko wa kwanza kuna partie tatu. Partie ya kwanza ni wale walifufuliwa msalabani. Wale wenye Yesu alifufuka nabo msalabani, asema kaburi kafunuliwa, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Baada ya kufufuka kwake wakaingia paradiso. Partie ya kwanza ufufuko ya kwanza. Partie ya pili ya ufufuko wa kwanza ndio mwalivement de l'église. Na partie ya tatu mbele tuingie mu millennium, miaka 1000, Mungu atawafufua wale ambao walikatwa vichwa muziki kuu, nao atawaleta tuingie nao umilele wa Mungu. Haleluya. Ndio maana na kuombea asubuhi ya leo usikose mbingu. Usikose mbingu. Nasema usikose mbingu. Mbingu siko utamu. Tutakapofika mkaramu ya mwana kondoo, hapa ndio nafurahi mbele tuombe Mungu. Sasa tutafika pale, Mungu yepeke sasa atakamata mshwara yenye haiko mitandio ya kwa kibonge, sijui ni mshwara ya bla au ya zuruja au ya noir. Ataanza panguza machozi. Anasema, wewe ulitumika miaka mingi duniani, lakini wenzako watu walikuonea sana, lakini pamoja na ile ulikaza mwendo, ukailinda imani. Amen. Mungu atupe neema, iwe kwa mauti au kwa parapanda, tuingie mbingu. Tuingie mbingu. Weka mikono juu, sema Bwana Yesu. Weka mikono juu, sema Bwana Yesu. Asubuhi ya leo na kuomba Baba, usiniime ufalme wako. Utakapokumbuka wengine, na mimi unikumbuke. Usiniache nipotee, usiniache niangamie. Ujapo leo wala kesho, nipe na mimi uzima milele. Neema hii ninaiomba kwako katika jina la Yesu. Baba, tangu sahi uniwezeshe kuacha dhambi na maisha ya uovu. Neema hii ninaiomba katika wewe. Nijalie kwa njia yoyote ile nisikose mbingu. Nijalie nijapotembea jangwani
nisikose mbingu hata kwa dakika ya mwisho. Ukumbuke kama kuna siku nilikutumikia, ukumbuke kuna siku nilijitoa juu yako. Unipe neema niingie mbingu kwa jina la Yesu. Kimbia hapa ukihitaji msaada wa maombi. Mimi matengenezo sikazaki mtu. Njona sibakia wima, mkutano tubakie wima. Ukimbia hapa ukihitaji msaada wa maombi, kimbia hapa usaidiwe. Siwezi kuembelezea matengenezo mimi, siwezi. Juu tunajua tunaweza achana hapa na unakufa. Au mimi nakufa. Kimbia upate msaada wa maombi.